Na msikilizaji wetu 7.5 ni eneo la mwimbaji wetu leo, na tunaye mwimbaji huyu anaitwa Dimonga Jeremia. Tayari ameingia ndani ya studio za Challenge FM tayari kabisa kukujuza mengi kuhusiana na huduma yake ya uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Habari ya uzima? Amina kubwa. Habari yako utokako? Salama kabisa, salama. Kwema kabisa. Kwema. Naona hujaja peke yako leo. Nimekuja na Kazungu Media director wangu. Ni director wako? Yeah. Zaidi ni nani? Unatokea wapi? Lakini kazi yako ni ipi sana? Lakini pia unaabudu kanisa gani? Mimi jina langu naitwa Dimonga Jeremia, mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa Tanzania. Yeah. Mimi ni mwimbaji lakini pia ni mtunzi wa nyimbo kwa hapa Tanzania. Napatikana kwenye mitandao ya kijamii, lakini unaweza kanipata kanisa la Baptisti lilopo Chalinze. Historia yangu ya muziki, mimi nilianza kuimba muziki mwaka 2017. Nilikuwa mwanakwaya katika kanisa moja lililopo huko mkoani Morogoro. Lakini baadaye nikaona kuimba kwaya tu haitoshi, kwa sababu mimi ni mtunzi na natunga nyimbo nyingi, nilikuwa natunga nyimbo za kwaya. Kwa hiyo nikaona ngoja nitengeneze na nyimbo zangu pia ili niendelee kumtukuza Mungu zaidi. Umeshawahi kutoa albamu? Nimetoa albamu inaitwa Mungu Yupo Anaona, inapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii, YouTube, Dimonga Jeremia, kila mahali ipo duniani kote, mitandao yote kabisa. Ndio. Na nyimbo zako umerekodia wapi? Nyimbo zangu nimerekodi studio mbalimbali, ila asilimia kubwa nimerekodia Morogoro. Nimerekodia Morogoro. Yeah. Kwa sababu ndipo ulipokuwa ukikaa au la? Kwa sababu kule ni nyumbani. Kwamba muziki wa Injili hauna tija, yani hauna maslahi makubwa kama kule ulipotoka, au huku kuna masharti magumu. Kwako ikoje kama kijana? Muziki wa Injili, kwanza unapoimba muziki wa Injili una focus katika upande mmoja. Unajua muziki wa Bongo Flava au muziki wa kidunia huko tunauita. Kule unaimba, unaweza ukaimba mambo ya jamii, yani unaweza kumwimbia ukaimba Mungu, ukaimba nini, yani kitu chochote unaimba. Lakini muziki wa Injili una focus katika kumwimbia Mungu. Kwa hiyo kuna changamoto zake. Kuna watu wengine wanamwabudu shetani na wengine wanamwabudu Mungu. Wewe kwa upande wako unaonaje swala hili? Lakini pia wewe unapenda kuona muziki wa dini unachanganywa? Muziki wa Injili kuchanganywa kwanza sio jambo zuri. Hata ukienda kwenye masherehe, uwezo ukakuta mtu apige nyimbo ambayo inakemea dhambi kama zile za kina Malebo na nini. Umeona nyimbo zenye ujumbe wa sasa hivi kwenye gospel hamna. Je, katika nyimbo zako unakemea watu dhambi? Zipo ndio. Tamasha la muziki wa kidunia unaweza kwenda? Kwanza Biblia inasema sisi ni nuru. Ndio. Sisi ni nuru. Kwa mimi kama mimi nikialikwa kwenye tamasha, kwanza mimi Yesu anaishi ndani yangu. Kwa hiyo najiamini. Umeona? Kwa hiyo kwa mimi hapa nikialikwa, kwanza naangalia huyo anayenialika ana lengo gani. Itia jambo fulani Mungu akakuvusha ndio ukatunga wimbo. Wewe ilikuwa? Hiyo nyimbo nilitunga kipindi kuna mzazi wangu alikuwa anaumwa. Kwa hiyo alikuwa anaumwa stroke kama sikosei. Kwa hiyo alipokuwa anaumwa nilimuomba Mungu alimtendea, alipona, alichoka sana. Kwa hiyo baada ya kupona nikatunga nyimbo inaitwa Yesu Anaweza Mambo Yote, kwa sababu ilikuwa ni jambo ambalo ni gumu sana. Haya, kwa kuwa Yesu anaweza mambo yote na ameweza kumponya baba yako, na sio yeye tu kumponya mzazi wako, na sio yeye mzazi wako tu, anaweza kwa kila mtu anayeamini utendaji kazi wake, anaweza kutenda. Sasa tupe akapela hiyo. Yote anaweza mambo yote, anaweza mambo yote. Yesu Kristo Masihi kamfufua Lazaro kutoka kabulini. Mwambie shida zako kwake Bwana utawini. Hakuna jambo gumu linalomshinda Yesu. Yeye ni jemedali wa vita zote. Akisema kuinue hakuna mpinzani. Ukiwa na huyu Yesu utabaki namba 1. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana, lakini huu muziki ili ufanikiwe na ili tufanye kazi ifike viwango vya juu inahitaji sana fedha. Hauna mtu anayekusapoti? Hapana, sina mtu anayenisupport. Sasa ni brother yangu huyo Kazungu. Ndio ananisupport kwenye masuala yangu ya kurekodi na kushoot video.